I, Rigathi Gachagua, do swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy President. In 2022, Rigathi Gachagua took the oath of office as Kenya's Deputy President, a moment that placed him at the heart of government power. But that moment would mark the beginning of a dramatic political journey few saw coming. Si mulichagua Rais William Ruto na mimi? Tikiti moja. While still in office, cracks began to show. Gachagua's blunt style and confrontational politics drew attention. Internal disagreements spilled into the public, setting the stage for a political fallout that would later redefine his role. Sasa itakuwaje hutaki Gachagua unataka William Ruto? Inawezekana? Kama hutaki Gachagua? Si ndio? Siko namna hiyo? Mimi nyinyi niulize nyinyi. Si nilimwambia mchagua William Ruto? Si mlimchagua pamoja na mimi? Kama singekuwa hapo, mungemchagua? Unajua rais anadanganywa na vijana. Wameru walikupenda hata bila Gachagua angekuchagua. Ni uongo hapa ni ukweli? My brother President William Ruto. Watu ya Mlima Kenya ni wangwana. Walikuchagua wewe na Rigathi Gachagua miaka ngapi? Na hapa Kikwetu wanasema ukitaka ng'ombe hapa ile kamba inaifunga kama unataka mlima upende mtoto wao pia. Siko namna hiyo. Huwezi sema ati unataka watu ya mlima na utaki kiongozi wao. You cannot have the luxury of liking one and disliking the other. Si ndio? Hiyo Kimani Ichung'wah sijui amesema sasa mpaka nikamuuliza ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi bloga unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndini Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Si umeniuliza swali kabisa. So nikamwambia tafadhali tufanye kazi ya Wakenya. Tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa bunge. Vita na wabunge, nyinyi wabunge. Kabla ya Disemba, msiponipigia magoti, mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema, Disemba tutaenda nyumbani. Tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia? Vita mwenyewe ameanzisha na wabunge. Ya tatu. Naibu wa rais kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times
than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public. After leaving office, restraint disappeared. Gachagua became one of the government's loudest critics, openly questioning policy, leadership decisions, and economic priorities during rallies and media interviews. Narratives are created in this country. And my former boss, William Ruto, is a master of narratives. He's very good. And when he's okay with you and you are friends, he says nice things about you. When I and him were getting along, when I was assisting to be president, he had very kind words about Rigathi Gachagua, a great mobilizer, a people's man, a great strategist, a man who loves the people, a man who cares about the people issues. But the minute we fell out, he labeled me as a tribalist. And it's something that he has been preaching in every meeting so that he can justify to the people of Kenya why, after I helped to make him president, he hounded me out of office. He had to create a narrative because he had to come with something that can sell. Tulikuwa tunaenda kufungua barabara na anajua there is no budget, there is no money. Matiga inabebwa, matrakta nini, anaenda anachukua bendera, anaanzisha. Tunaingia ndege, tunaenda, matiga inatufuata. Sasa nikaenda nikamwambia rais, hii uongo si itatumaliza. Sema bana, hii raia ni watu ya kupangwa namna hii. There is still time, wewe acha tupanga hii watu. Namwambia but we promise. Anasema hiyo ilikuwa ni campaign bana. At rallies, Gachagua has mocked rising taxes, broken promises, and what he calls disconnect from the people. In interviews, he challenges government messaging, accusing leaders of ignoring the economic pain facing ordinary Kenyans. His sharp language has turned public forums into political battlegrounds. William Ruto has been very advisors, very educated, but they are all flower girls. They don't advise him on anything, they are just for show. I was his deputy, so I know. When I tell you, I know what happens. He has 2 advisors whom he takes advice from. Oscar Sudi, who is a standard 3 dropout. Farouk Kibet, who is a standard 6 dropout. So these 2 advisors have no value for education. So they have advised William Ruto to get money meant for education and take it to bribe people on useless empowerment programs that are not empowering anybody. I saw a lady in Kisii complaining that after spending the whole day for the empowerment program, she has a group of 31 people that were given 2,000 shillings. All this money is stolen by Soprano and the members of parliament. And this is the money that was meant for education. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors. Mimi nitakimbiza yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Mnasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. Wewe Kasongo. Harambee! Embu
became Gachagua's political safe ground, a place where he spoke freely and fiercely. During the by-election period, his rallies went beyond local politics, turning into platforms for nationwide criticism of the government. The cheers he received reflected not just loyalty from AMBU people, but growing frustration across several constituencies, positioning him as a defiant voice during a critical electoral moment. Watu ya Yesa, si ndio? Ni watu ya Yes. Sasa mkichagua Muthende na UDA, atakuwa pale kwa, atakuwa anaitwa na Kasongo. Wewe Muthende, wewe kuja. Muthende. Wewe Muthende kuja. Wewe mtu ya mbele North kuja. Watoto wapigwe risasi kwa mguu. Anasema wewe Muthende kuja. Hii finance bill wabere wanalalamika ati ni mbaya, tupitishe. Unasikia Muthende anasema? Anaitwa anaambiwa wewe Muthende, hii maneno ya muguka, watu ya pwani wamekataa mambo ya muguka, na mimi kwa sababu nataka kusaidia watu ya pwani wanichague, sitaki mambo ya muguka. Muthende anasema? Sasa adu wabere, hapo ndio mnataka kujipeleka? Hapo ndio mnataka kujipeleka? I want to assure you, the people of Chicago, if you elect Muthende, that is a flower girl for William Ruto. He will not work for the people of Mbeere North. Atakuwa anapewa shilingi 100, Mundigi kwanza anapewa 50. Alisema hii Mundigi hata hana mahitaji mingi, ni mtu ya chini. Mundigi anapewa 50, Karita anapewa 500. Hii Mundigi huyu Mokoji alitiwa pesa akamwambia staki, mimi nataka rami. Rami inajengwa pale Manyata. Sisi tunataka Karis aende bunge, aface William Ruto, amwambie William Ruto, sisi watu ya Mbeere North tunalipa kodi, tunataka tuwekewe stima, tunataka maji, tunataka watoto wasome. Hiyo ndio sisi tunataka. Mimi niulize nyinyi, hapa Kasongo amemwaga milioni 600 kuhonga wa Mbeere. Hiyo milioni 600 tumehesabu inatosha kuweka stima kwa kila boma katika Mbeere North, si ndio? Lakini huyu Kasongo anatubeba ufala na anatukana wa Mbeere. Ameambiwa na Karinda ati wa Mbeere ni watu ovyo, ni watu bure. Hata mimi wako nichagua, na watajua mimi ndio governor wa Embu, na watachagua Muthende wapende wasipende, na kura ya Karinda na Kasongo ati inatosha. Anaambia Kasongo ati watu ya Mbeere ni maskini, ni watu wa kuhangaika, ati wakipatiwa 500 shillings watachagua Muthende. Huyu Karinda ameharibu jina ya wa Mbeere kwa Kasongo na kwa kila mtu. Mshabeta na Nairobi Mayagai, jina yenu ni mbaya, lazima muisafishe. Mtasafisha? Karinda ameambia mawaziri, ameambia ma-PS, ameambia kila mtu Kenya ati wa Mbeere ni watu ovyo, ni watu bure, ni watu maskini, ati wakipewa 500 watauza kura yao kwa Kasongo. Mimi nataka muoneshe Karinda na Kasongo, kukifika saa 6 ya usiku, wewe Kasongo na Karinda mtajua wa Mbeere ni akina nani. Gachagua's message now echoes the language of the united opposition. While not formally declared, his attacks on the government align him with opposition forces positioning themselves for the next political phase. Mheshimiwa Eugene, usijali. Ruto na watu yake wanamulika mimi sana kwa sababu ya hii mlima Kenya. Najua hii mlima iko na kura milioni 6, na vile ninaona itaenda milioni 8. Na hii kura imeamua, haijaamua itachagua nani, lakini imeamua na nani itafukuza. Sindio? Sasa Ruto is cornered from the mountain, from Lower Eastern, from Western, Nairobi, Coast. He is cornered. Amejipata bahali Moi alijipata 1992. Kwa hivyo tukiona yale ambayo inatendeka hapa,
the attempt to grab land belonging to PCA Kajiado, ambaye ni 152 acres, ilipeanwa na community, na kwa sababu ya kuamini kanisa ya PCA, community wakasema chukueni hii shamba to be trustees for the public, ndio ikuwe ikisaidia wananchi. Na kazi mingi sana vile nimepata habari imefanywa, ya mashule, ya maofisi na kila kitu. Hatutaki serikali ambayo iliingia katika uongozi kupitia maombi na kuungwa mkono na kanisa la Kristo, hasa PCA, kwa sababu sisi watu ya PCA tuliunga William Ruto mkono. It cannot be that the same government that was supported by PCA Church can come and unilaterally grab land belonging to the PCA Church. It's unacceptable. Ningetaka kuomba serikali isikize wananchi wa area hii ya Ongata Rongai, ya Gong, ya Kiserian mpaka Matasia. Hapa iko manyumba ya kutosha, hata haijai. Kweli ama uongo? The challenge of this area. Nasikia kuna mtu anatangaza ati ametoa taarifa kusema ati serikali ilipanga wahuni na watu wa kubomoa biashara na kuharibu biashara na kuchoma biashara ya watu wa jamii moja. Kama huyo mtu ni mwanaume kamili, atuambie hawa watu ni kina nani, aende aandikishe statement, aseme ni mtu fulani, ni kiongozi fulani, ni sehemu fulani. Kutangaza tu mambo ya ujinga kwa mitandao ya mambo ya siasa is unacceptable. So if any leader has information to the effect that the burning of citizens' properties in Meru, in Murang'a, in Kiambu, in Kirinyaga was orchestrated by any official in government, if you are a responsible leader, you should be able to provide that information to the public so that those behind these heinous acts can be arrested, can be taken to court and charged for criminal activity. Otherwise, if you are playing politics with businesses of people who are shedding tears because they have lost their property, they have lost their businesses, then shame on you. From taking the oath of office to roasting the very government he once served, Gachagua's public appearances tell a story of political rupture and reinvention. Beyond the headlines, this is not a noise, it is a strategy. Hiyo miaka 3 zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake, afanye kazi yake, kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana, na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms, na Coffee Bill 2023 iko katika bunge la kitaifa, na tulifanya kazi sana na Senator Morango, Gacheri na wengine. Muongeleshe hawa, ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bill ya kahawa, ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa nimesikia huyu jamaa akisema ati sisi hatuna akili. Ni kweli? Kweli, that is true. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Hii ya wizi, ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna. That is true. Hiyo hatuna. Hii ya kupanga uongo. Unajua alikuwa ananiita tukienda mkutano, anasema wewe Rigiji kuja, wacha tupange maneno ile tutaenda kuambia watu. Anapanga uongo, tunasikiza anasema hiyo uongo bado tosha, ongeza. Sasa hiyo akili mimi sina. Hiyo sina.
Hii anasema ati sisi ni wapumbavu kwa sababu hii maneno ya kuua watoto Gen Z hatuwezani naye. So ndio anasema hii watu wameshindwa kuua watoto ni wapumbavu. So kama kushindwa kuua watoto sisi ni wapumbavu, it's okay. Si ndio? Anasema hii mtu nilikuwa naye hawezi hakunisaidia. Hangeweza kunisaidia, he had no capacity to help me. It is true. I have no capacity to help you to cheat the people of Kenya because I'm a Christian. Mimi sina capacity ya kukusaidia kupora mali ya Kenya. Wizi. I lack that capacity, William Ruto. Unisamehe, you picked the wrong fellow. Because wewe ulikuwa unaniambia tunakuja kufanyia Wakenya kazi, ati tutoe watu bottom tupeleke wapi? Ati tuweke pesa kwa mfuko. Wewe ukaanza ile kidogo yuko kwa mfuko ukaanza kutoa. I was incapable of helping you to rape the country, to deflate the national coffers, to kill Gen Zs, to abduct people. All the things you have done for the last 3 years, I was incapable of helping you because that was not in our manifesto. Ile manifesto ulikuwa naye, you abandoned, ukaingia mambo ya wizi. Na ndio uliona hii maneno ya kuua watu ya Gen Z, ulikuwa na mtu hapo CS Interior akakusaidia abduction na kuua watu, ndio ukamuinua kuja kusaidia sasa wizi. Sasa kazi yenu ni pesa ya SHA mnagawanya. Ile mingi inawekwa container pale State House. Hii ingine napatia hii mtu ya Soprano na ndege anazunguka akihonga watu. Sasa kama hiyo ndio kazi ulitaka nikusaidie, I'm not available. Is Gachagua speaking truth to power or settling political scores? Comment below and subscribe for deeper political analysis.